Peace. Makampuni mengi yameanzisha fitness membership, yani watu wanaenda kwenye gym mbalimbali, wanafanya mazoezi, ikiwa ni mikakati ya kuimarisha afya zao na kuimarisha uzalishaji wa kampuni zao. Ni jambo zuri, lakini upande ambao tunaupuuza ni upande wa yoga na meditation. Watu wanaenda gym kweli, lakini mwili haubadiliki, uzito haubadiliki, mafuta yanazidi kuongezeka, nguvu zinazidi kupungua, lakini wako gym. Mwili umebeba maumivu mbalimbali kwenye mgongo wa chini, nyonga, magoti, shingo. Mwili umekakamaa, umeshikana kiasi kwamba ukiugeuza unaweza kuuvunja. Mwili uko very stiff, lakini hao ni watu ambao wako kwenye gym na wanafanya mazoezi. Tuje kwenye mind. Hao watu ambao wameenda kwenye mazoezi ndani ya gym, wengi akili zao hazina focus, hazina concentration, hazina calmness, kiasi kwamba wapo kwenye misongo ya chronic stress, anxiety, wapo kwenye burnout state. Mind zao zipo kwenye fight flight, racing all the time. Mind haiwezi kutulia. Lakini ni watu ambao department ya HR na insurance company zinaamini kwamba wameenda kwenye mazoezi, lakini mind yao iko kwenye distraction, iko kwenye stress, kwenye anxiety, kwenye panic, kwenye fear, kwenye lack of focus and concentration. Tuende kwenye hisia. Emotionally, kuna lot of imbalances kwenye emotional level. Kuna mahasira, kuna matension, kuna resentment, kuna milipuko mbalimbali kwenye level ya hisia, kuna wivu, kuna kutopendana, kutoshirikiana, kutotaka kukaribiana kwenye ofisi. Hizo zote ni emotional issue. Kuna kitu kidogo tu mtu unalipuka, mtu unafoka, mtu una really out of proportion. Kinachokosekana ni nini? Kinachokosekana ni yoga na meditation. Yoga na meditation itakufanya kwanza akili iwe katika utulivu, iweze kuwa kwenye mindfulness, present, calmness. Sasa hivi hapa nilipo, mind itakuwa na amani, mind itakuwa na nafasi, mind itakuwa na uhuru, mind itakuwa na upana wa maarifa, kwa sababu mind yenyewe imeumbwa na upana wa maarifa. Lakini kutokana na misongo mbalimbali na process mbalimbali na program mbalimbali, ile mind imepoteza ufanisi na maarifa yake ya asili. Kwa hiyo ni level ya mind. Lakini kwenye level ya emotions, utakuwa very calm emotionally, utakuwa very resilient kwenye emotional level. Yani unaweza kukabiliana na changamoto mbalimbali ukiwa umefocus, ukiwa na balance, ukiwa na control. Emotionally unaweza ukaweza kumanage hasira, manage wasiwasi, manage wivu, manage kutopenda na kutopendeka. Emotionally unaweza kutuliza kabisa, kuripuka kihisia. Lakini physically pia mwili wako utakuwa mwili ulionyooka, mwili uliofunguka, ulionyumbulika, mwili wenye nguvu. Mwili utatibika maumivu mbalimbali, mwili utapata uwezo wa kujijenga kuanzia ndani, kujisafisha kuanzia ndani, kujipa nguvu mwili kuanzia ndani, na hatimaye huku nje shape itaonekana, mafuta yatapungua. Unaweza kukaa kwenye kiti masaa mengi bila maumivu, unaweza kukaa kwenye au ukasimama kwenye presentation yako muda mrefu bila kuchoka. Unaweza ukawa na uwezo wa mwili wa kuhimili changamoto mbalimbali sana, hata za maradhi. Tafuta yoga na meditation na uipeleke katika ofisi yako. Hata kama kuna watu wanaenda gym, kuna watu kabisa wanapenda na wanatamani wangepata yoga na meditation ofisini ama sehemu za gym. Yoga na meditation ndilo suluhisho kubwa sana kwenye corporate wellness program zako.